Siongeagi naye. Kifupi aliongea tu. Kifupi aliongea kwenye media kwa sababu kivile, kwa sababu yule pale ni mtu ambaye nimeolewa naye, tumezaa. Mimi sioni, sijui wasanii watano ambao wanafanya vizuri. Maana mimi naona wasanii Babalao TV 2025 ndio tofauti yetu. Karibu sana kuitazama Babalao TV na mimi ripota wako ni Blue Boy KSB, na kama unavyoona leo nimekuja kuishi na sister yetu, nimekuja kuishi na dada yangu hapa Huba, nimekuja kuishi na tuongea tu mambo mengi kuhusiana na mambo ya muziki, pia kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea kufanyika kwa mtaani. Nimekuja kuongea naye, tutaongea mambo mengi tu kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea. Mimi hapa ni Blue Boy KSB, nyuma ya kamera niko na mwanangu sana Ziusi. Pia nikukumbushe tu Babalao TV tuko mbioni kuletea cheka na Babalao ambaye tutakuwa tunakutanisha makomedian wakubwa ambao unawajua wewe, naenda kuishi naye. Sasa vipi? safi. Kama kama nakuona. Nakuona umepoa. Nimepoa. Kawaida yako ama tuseme ni maisha tu? Nimepoa tu, ndo kawaida yangu basi. Kawaida yako ni kupoa poa. Tutegemee kazi mpya lini? Soon tu hapa nitaposti kazi mpya. Utaposti ukiwa peke yako ama ukiwa na wenzako kama tulivyokuzoea? Kuna za peke yangu na kuna zingine nikiwa na watu. Hasa ambayo inakuja hivi karibuni itakuwa yako peke yako ama itakuwa ukiwa na watu? Ni sio ya kwangu peke yangu. Kuna nyimbo ambazo nimefanya na watu na kuna nyimbo ambazo nimefanya peke yangu. Wako ni kundi ama? Wa kundi ni mimi na Sevia mmoja, mwingine nimefanya na Dikiril. Nyingine zote ni za kwangu. Lakini ngoma zote ni zako. Big up sana. Asante. Bwana, tulifanya exclusive interview na Rich Kelo ambaye tuseme kwamba ni mzazi mwenzako, na pia aliweza kutufungukia vitu vingi. Alisema kuwa wewe hujui kuimba, ila tuseme kwamba waga unaonekana unajua yani ukifanya kazi na mtu mwingine. Hivi wewe unaamini kwenye hili? Hayo ni kwake, unajua yeye na maisha yake. Sasa wewe kwako unaamini kwenye hili? Mimi sina muda wa kumjibu kama yeye ndo anaona hivyo. Sina muda wa kujibizana na mtu yoyote yule. Hauna muda kabisa? Sina. Sasa unahisi mpaka afike kusema hivi, shida ilikuwa nini hasa? Ndio mumuulize kwa nini alifikia kusema hivyo, because mimi simuongeleagi kwenye exclusive. Anaanzaje kunaongelea kwa mfano? Hakuna tofauti zozote ambazo zimeshawahi kutokea muachane? Hizo tofauti ni maisha ambayo yako nje na sanaa. Kwa tofauti zetu ni tofauti zetu za mimi naye. Siwezi kuweka kwenye media. Hawezi kuhisi kwamba zinaweza zikawa ni sababu za kufikia mpaka kusema maneno kama haya? Yaani mimi kiufupi tu siwezi penda niendelee kumuongelea kwanza yeye mwenyewe Rich Kelo. Kwa sababu yeye anaishi maisha yake, mimi naishi kwangu. Kwa mimi sio ajabu mtu kunizungumzia eti sio kuimba. Kama yeye ndo anaona hivyo, wengine waone hivyo, kwa sababu wale wanaojua umuhimu wangu na kitu ninachokifanya ni wale wanaonisupport. Kwa hiyo hata akisema sijui kuimba inamuhusu peke yake. Na zile skendo ambazo ziliwahi kutokea, ziliwahi kusambaa sana kwa umeacha muziki, zilikuwa na ukweli ndani yake? Mimi sijaacha muziki nafanya. Muziki nafanya na soon nitaanza kuposti kazi zangu. Kwa hiyo sijaacha muziki. Ila watu waliweza kuongea sana huko mtaani, kila mtu alikuwa anaongea lake kuwa Uba kaacha muziki. Sasa nataka yani uongee wewe mwenyewe kabisa. Unaona watu ambao walikuwa wanasema story kama hizo, walikuwa kipi ambacho unahisi kama kilikuwa ni sababu mpaka wafikie kusema hivi? Watu kusema kwa nini mimi nimeacha muziki? Watu walikuwa wanasema kwa umeacha muziki kwa sababu nimekaa kimya kwa muda mrefu, kwa kuongea hivyo ni lazima. Ila sio shida zangu kifupi. Sasa wewe kama msanii bado upo kwenye game, alafu watu wanafika wanakuwa wanasema kwa umeacha muziki. Hii kwako kwanza inakufikiaje? Fresh tu. Kwa sababu mashabiki ndio wanamuona msanii anafanya nini. Na mashabiki ndio wanajua msanii anafanya kazi, afanye kazi. Kwa hiyo ni lazima kuongea vile, kwa sababu nilikuwa sifanye kazi kwa muda mrefu. Kwa niwape tu moyo mashabiki zangu kwamba soon nitafanya kazi na nitapendezesha, pia watafurahi. Pia Joyless aliwahi kusema kuwa Uba sio msanii wa kulinganishwa na yeye na Stasha. Unaamini kwa hili? Nani? Joyless. Joyless mwenyewe ni nani kwanza? Mimi simjui Joyless mwenyewe. Simjui. Mjui Joyless kutokea Midosh Team, msanii wa Dikiri? Simjui Joyless. Hujui kabisa? Na muziki wako unahisi ni sahihi kulinganishwa na wasanii wengine wapo? Mimi kwanza kunilinganisha na mtu yote ule.
Bro, mimi niongea kitu kwenye media, mimi sio mzuri, mimi ni wa kawaida. Mimi sijui kuimba ila najiamini naweza kuimba. Kwa asijage mtu kanilinganisha na mtu yoyote yule au msanii yoyote yule wa hapa camp. Hiyo kitu kwanza hata kwa mashabiki niongee hilo. Najua kuna mashabiki watapinga, najua kuna mashabiki watachamba sana kwenye comment, lakini ningependa kukanusha hilo. Hamna msanii yote yule ambaye anaweza kulinganishwa na mimi. Waimbe wafanyeje hawezi kujilinganisha na mimi kwa chochote kile. Watakuja watanikuta hapa, wataondoka, nitabaki hapa hapa. Hata Nyagomeni. Yaani hata wewe nani? Hata Nyagomeni, Follow Bugatti hakuna kulinganishwa na wewe kabisa. Yaani hamna. Lakini pia zile skendo ambazo ziliweza kusambaa kuwa umeacha muziki, watu walikuwa wanasema kuwa umeacha muziki sababu kuna mwanaume wako, umepata kibwana chako cha Marekani ambacho kimekuambia kuwa uache muziki. Mimi kwanza mwanaume wangu wa ulazi ungeza nifanya muziki kwa sababu kama alinipenda labda alinipenda kwa sababu aliniona nafanya muziki. Kwa hiyo mwanaume yote yule atakayeamua kuwa na mimi arizie kwa kila kitu changu chote. Labda tu nikiolewa ndio niwekea masharti, lakini bado niko kwetu bro, hamna mtu akuniwekea masharti yote yale. Lakini uko naye? Mimi sina mwanaume wa Ulaya kwanza. Sina mwanaume wa Ulaya kiufupi. Hauna mwanaume wa Ulaya? Sina. Sasa mpaka mashabiki wafike kuongea hivi, mpaka wako nadhibitisha kabisa Uba ana mwanaume Marekani. Wewe unahisi kwamba ni kipi ambacho kilisababisha mpaka mashabiki wanaongea sana huko mtaani? Basi labda hao mashabiki ndio walinipea wao mwanaume wa Ulaya na mimi sijui. Ila mimi najua sina mwanaume wa Ulaya. Mimi ndio nimekanusha mambo yangu, sina mwanaume wa Ulaya. Kwanza ngoma ya Nyagomeni My Time unaionaje? Kwa kwanza unaweza kuiongeleaje kwanza ulivyoisikia? Ngoma yake ni nzuri na amefanya vizuri. Kwa hiyo nimpe tu congratulations. Hakuna makosa yote ambayo umeyaona mle ndani? Hamna, mimi sifuatiliagi sana hivyo vitu. Kwa hiyo mimi naona tu ngoma ni nzuri, amefanya vizuri na azidi kupambana pia. Unaamini kwenye hii kauli kuwa ngoma ile inaweza ikatupeleka sisi wabembe duniani? Inawezekana kila mtu na mtazamo wake, kwa sababu kama wakina Founder walitoboa na yeye anaweza katoboa akaenda. Lakini ile ngoma watu wengi wanasema kuwa Nyagomeni anaweza akawa kuandika peke yake. Unaamini kwenye hili? Kama kuandika peke yake? Mimi sijui, labda kuna mtu alimwandikia, na kama huyo mtu anajiamini kwamba yeye ndo alimwandikia Nyagomeni huo wimbo, basi ajitokeze aseme kwenye media kwamba mimi ndo nilimwandikia huo wimbo. Ila mimi naamini yeye anaandika na anaimba. Kwa hiyo mimi naamini ule wimbo wake ameuandaa peke yake na ndio kwa maana ameingia studio na akautoa. Watu wanasema mule Kiingereza kimekaa sana, lakini tunavyomjua Nyagomeni hajui Kiingereza. Kwenye kuimba bro na kwenye kuongea vitu tofauti. Si mtu unaanzaga level ya chini unaenda unapanda. Kwa hiyo kama kuna makosa atakuwa alitokea kwenye wimbo wake, basi naamini hata wimbo wa pili atafanya vizuri. Unaamini hata wimbo wa pili atafanya vizuri? Na audio tu imefikisha K sasa hivi ina kama K40 hivi. Tutegemee video kama alivyosema yeye itafika mbali. Neno moja kwa Nyagomeni. Ni vizuri ifike mbali, pia nitapenda sana ikifika mbali. Utapenda sana? Neno moja kwa mashabiki wa Uba. Nawapenda sana. Neno moja kwa waliokuzushia skendo kwa umepata kibwana cha Marekani. Mimi sina bwana Marekani. Nipo single kiufupi. Kiufupi nipo single. Kana single maza kabisa. Lakini bado wewe unaongea na Rich Kelo? Niongea na Rich Kelo kwani ni lazima kuongea naye? Sio lazima kuongea naye. Sasa mimi nauliza wewe unaongea naye? Siongeagi naye. Lakini pia yeye alitudokeza akasema kuwa yani yeye akitaka hata leo mrudiane basi inawezekana, kwa maana wewe mwenyewe unaishi hicho kitu kitokee. Sio shida zangu hizo. Kifupi aliongea tu. Kifupi aliongea kwenye media kwa sababu unajua mtu kuongea ni kawaida kitu. Unaweza kuongea kitu kila ukweli wote ule ndani yake. Unaona kwa havina ukweli wote ule. Kifupi siongeagi naye na hawezi kunirudisha. Yaani tutegemee milele na milele tuweze tukamuona tena Uba akiwa na Rich Kelo? Mwezi. Sasa tutegemee mwanaume ambaye tutakuona naye kwenye kipindi hiki. Kwa tuseme kwenye kipindi hichi atakuwa ni wa kwenye sanaa ama? Siwezi kukanusha sana kivile kwa sababu yule pale ni mtu ambaye nimeolewa naye. Sasa kwa kuna vile tunaweza nikasema nikaapia leo akiamua siwezi kurudiana naye tutarudiana naye. Nipo single na siwezi kurudiana naye, lakini ikija kutokea unajua kuna ile watu mnasemaga
basi tuishi tu, ndio hivi tushazaa kama hivi. Tunaweza tukaishi. Wewe unahisi ni kipi, nataka tu nijibu hapo, unahisi ni kipi ambacho kinasababisha mpaka unajua kuna mtu yani Rich Kelo anakuwa anajiamini sana mpaka kwenye media kufika kuongea, yani haogopi, anakuwa anajiamini tu, anajua hicho chochote ambacho nitaongea kina ukweli ndani yake. Lazima aongee kwa sababu anajipa ule uhuru. Anajua yeye ni mtu ambaye aliishi na mimi, ananielewa vizuri sana. Kwa hiyo kuna vile tu mtu anajipaga uhuru, au ni mtu niliyeishi nayo. Pia tunaongea hivi. Anajua madhaifu yako. Anajua, anajua kikutega hapa akienda hivi imeisha. Ni kweli. Ni kweli. Nataka nimalize na hiyo, nitajie wasanii wako 5 ambao kwa mwaka 2025 kwako wewe unaona kabisa wanafanya vizuri. Mimi sijui wasanii 5 ambao wanafanya vizuri. Maana mimi naona wasanii wote wanajitahidi na wanapambana. Hakuna ambaye anafanya vizuri, wanajitahidi na wanapambana basi. Yaani hakuna kabisa. Hakuna. Lakini umetaja ngoma Nyagomeni iko poa. Kama umesema ngoma yake iko poa, basi hata yeye mwenyewe anafanya vizuri. Si ndio kufanya vizuri kwenyewe, ndio kufanya vizuri. Basi unitajie 5 ambao wanajitahidi. Yaani mimi kwa kutaja hapo ndio kwa sababu unaona wote wanafanya vizuri. Wote kutaja ni mtu fulani, ni mtu fulani, mtu fulani. Kama ni Nyago anafanya vizuri, Dogozo anafanya vizuri, Follow na wasanii wengine huko wanafanya vizuri. Nyagomeni 4 wanafanya vizuri. Hiyo wasanii wote wa hapa, wale ambao wanapambana kwa muziki wa sasa hivi wanafanya vizuri. Labda wale ambao wajulikani na hawasikiliki kama ni wasanii ndio siwezi kusema, lakini wasanii wote ambao wanajulikana, msanii fulani anafanya kazi, wanapambana. Neno moja kwa Babalao TV, tumetoka mbali tumekuja kufuatilia mpaka huko. Neno moja kwao ni kusema kwamba nawapenda tu. Nawapenda sana. Wazidi kusubscribe, share na comment. Pia mashabiki zangu wazidi kunifuatilia kwa sababu mimi bila wao siwezi. Ndo kama hivyo. Umesema kuna EP yako mpya inakuja. Ningependa mwenyewe uambie mashabiki zako kuwa itakuwa kwenye channel gani? Itakuwa kwenye channel ya Team Sreka. Itakuwa kwenye channel ya Team Sreka. Wewe nimependa sana kwa support yako. Asante. Bwana, kama ulivyoona hapo nilikuwa na Sister Uba na tumeongea tu mambo mengi. Kakanusha zile za kusema kuwa kama alivyotuambia Rich Kelo kuwa akitaka hata leo anaweza kurudiana, yeye kakanusha hapa akasema ni uongo, yani hakuna ukweli hapo. Yani hata kwa kuna dawa hawezi akarudiana naye. Pia Sharat kasema ngoma Nyagomeni ya My Time imefanya vizuri, pia kaipongeza, ni moja kati ya ngoma ambayo tukiangalia tu inaweza kutufikisha sehemu ambayo kila mbembe anatamani kupafika. Pia akasema kuwa wasanii wote hapa nyumbani kwetu wanafanya vizuri. Mimi ni Blue Boy KSB, niko kwenye mic, nyuma ya kamera niko na mwanangu sana Ziusi. Tutakutana kwa wakati mwingine. Babalao TV 2025 ndiyo tofauti yetu.